Okay, Bwana Yesu apewe sifa sana. Mimi naitwa Charles Ouma, niko na rafiki yangu hapa anaitwa Pastor Humphrey. Na siku ya leo tumekuja hapa tufundishane mambo kidogo kuhusu Biblia, maana nimesikia kuna mapasta wengine ambao wanahubiri kidogo mambo ambayo yanaenda kinyume na neno la Mungu. Na hao mapasta sana sana ni wanatoka katika dhehebu la SDA na wengine wanatoka katika dhehebu kanisa linaloitwa Neno, pamoja na mapasta wengine ambao ni wa michongo wanafundisha mambo kinyume na Biblia takatifu ya Mungu, lakini wako na andiko ambalo wanasimamia kwalo. Hao mapasta ni wale ambao wanafundisha ya kwamba mwanamke hastahili kuhubiri au mwanamke hastahili kufundisha katika madhabahu, na wananukuu kitabu cha Paulo kutoka Timotheo wa kwanza 2:12 ambacho kinasema ya kwamba simpi mwanamke ruhusa ya kuhubiri. Huyu ni Paulo sasa anasema ya kwamba hawapi wanawake ruhusa ya kuhubiri. Lakini pia hao wachungaji wanasema ya kwamba Yesu Kristo, wanafunzi wa Yesu Kristo walikuwa ni wanaume wala sio wanawake. Kwa hivyo wanawake hawajaitwa kuhubiri injili, lakini labda watakuwa tu ni watu wa kusikia. Lakini leo nimekuja tuwekane sawa ndugu zangu, ya kwamba wanawake wanastahili kuhubiri injili, kwa sababu injili ambayo tunahubiri sisi, hatuhubiri kwa kuwa sisi ni wanaume, ama sio kweli ndugu yangu? Hatuhubiri kwa kuwa sisi ni wanaume au wanawake, tunahubiri kwa sababu Roho wa Mungu Bwana ametutumia Roho wake, yani ni Roho wa Mungu anayefanya kazi ndani yetu. Hatuhubiri kwa sababu sisi ni wanaume au sisi ni wanawake. Lakini ikumbukwe ya kwamba injili hii tunayohubiri sio injili ya Paulo, ni injili ya Yesu Kristo. Na tunaposema hivyo sio kwamba tunamkataa Paulo sio mtumishi wa Mungu, hapana. Paulo ni mtumishi wa Mungu, aliitwa na Mungu na alifanya kazi ya Mungu. Lakini shida ni kwamba maneno ya Paulo yanakosa tafsiri. Kuna watu ambao hawawezi kutafsiri Biblia. Sasa kwa sababu hawawezi kutafsiri Biblia, ndio maana wanapotosha mafundisho ya kwamba Paulo anasema ya kwamba simpi mwanamke ruhusa ya kuhubiri injili ya Bwana. Sasa injili hii sio injili ya Paulo, injili ni ya Yesu Kristo. Nani anafaa kupeana ruhusa ya kuhubiri injili? Je, ni Paulo ama ni Yesu Kristo mwenye injili? Amen. Sasa tunapata kwamba injili ikiwa ni ya Yesu, anayepeana ruhusa ya watu kuhubiri ni Yesu Kristo. Lakini ninashangaa ya kwamba wanasema wanaume ndio wanastahili kuhubiri kwa sababu wanafunzi wa Yesu walikuwa wanaume. Hapana. Injili tunayohubiri, hatuhubiri kwa kuwa sisi ni wanaume au ni wanawake. Tunahubiri kwa sababu Bwana ametupa neema. Yani Mungu wakati unapokea Yesu Kristo akaingia ndani yako, anakupa karama ya wewe kumtumikia, anakupa neema ya wewe kufanya kazi yake. Kwa hivyo unapoona mtu anahubiri, ni Mungu amemtia mafuta ya kuhubiri. Mtu hahubiri kwa kuwa yeye ni mwanaume ama yeye ni mwanamke, anahubiri kwa sababu amepata neema. Na kama mwanamke amepata neema ya Mungu, mbona asiwezi kuhubiri? Yani iko hivi, ni Roho Mtakatifu anayehubiri ndani yetu. Hata Paulo mwenyewe anasema ya kwamba sio mimi tena niishie, bali ni Yesu Kristo ndani yangu. Na nazidi kusema ya kwamba ninaweza mambo yote, na yaweza mambo yote kupitia yeye anitiaye nguvu. Yani Paulo yeye anaweza mambo yote kupitia kwa Mungu ambaye anamtia nguvu. Sasa sisi tunahubiri ama watu wanahubiri kwa sababu ya neema ya Mungu. Hawahubiri kwa kuwa wao ni wanaume. Sijui kama tunaelewana hilo. Hatuhubiri kwa kuwa sisi ni wanaume, tunahubiri kwa kuwa tumepewa neema ya Mungu. Ni ile neema inayofanya kazi ndani yetu. Kwa hivyo ukiona mwanamke akihubiri, ni neema ya Mungu ambayo Mungu amemjalia. Lakini wanasema ya kwamba
Sasa ati wanawake ni chombo najisi, pia ni chombo dhaifu. Sawa, wanawake ni mwanamke ama wanawake ni chombo dhaifu, lakini wanawake sio chombo najisi. Hilo tuwekane sawa ndugu zangu. Wanawake sio chombo ama mwanamke sio chombo najisi. Kama mwanamke kweli ni chombo najisi na wewe mwanaume ukamchukua yule mwanamke ukakaa na yeye ukaishi na yeye, unawezaje kusimama mbele ya watu ukaambia watu ya kwamba mke wangu ni chombo najisi? Kwa yule mwanamke umezaa mabinti wazuri, je, utawezaje kusimama mbele ya watu ukawaambia kwamba binti zangu ama watoto niliowazaa ni najisi, wakati wewe ni chombo kilicho kisafi? Umeingia katika chombo najisi. Ni sawa na mtu ambaye amejigalagaza katika mchanga ama matope. Yule mtu atakaaje? Yani mtu mwenye akili zake timamu, mtu ambaye anaelewa kitu ambacho anafanya, alafu anaingia mtu mzima, alafu anaingia kwa matope, kuanza kujigalagaza kwa matope, akitoka hapo atakaaje? Na utawezaje kuambia watu ya kwamba wewe ni msafi wakati umejigalagaza kwa matope, unakaa kama matope? Bwana Yesu apewe sifa. So tunawakemea wachungaji ambao wanafundisha mafundisho haya, haswa wachungaji kutoka katika dhehebu la SDA na dhehebu la Neno. Sana ndio wanapush haya maneno, wanasema ya kwamba wanawake hawastahili kuhubiri. Hapana, injili hii ni ya Yesu Kristo na Yesu Kristo ametuita sisi sote kuhubiri. Lakini kitu kingine ambacho kinanishangaza sana, nilipochunguza kuna mchungaji mmoja anaitwa Pastor Ndacha. Alikuwa anafundisha haya mafundisho ya kwamba mwanamke astahili kuhubiri. Lakini kitu ambacho kilinishangaza ni ya kwamba wako na kitu kinaitwa Bible School. Wako na Bible School. Na hii Bible School yao wanachukua watu wote, uwe binti, uwe mama, uwe mzee, uwe mtu yeyote anachukuliwa na wanakufundisha. Sasa inakuwaje ya kwamba wakati unaenda kuhubiri wanakukataza, ile hali wanakufundisha wewe mafundisho ya kwao, wanakufundisha kuhubiri injili? Nasema hivi, kwa mfano wewe ni wewe unayenisikiliza ndugu yangu, kwa mfano wewe ni mkufunzi, una shule ya shule ya driving school, na ukanifundisha mimi kuendesha gari, na nikajua kuendesha gari, nikalipa ada zote, nikapewa leseni. Sasa unaponikuta ninaendesha gari, tena unaanza kusema wewe hastahili kuendesha gari, wanawake hawastahili kuendesha gari, wakati ni wewe umechukua umewafundisha kuendesha gari na wamelipa malipo yote, kama sio kuwadaa watu. Kwa hivyo nataka niwakemee wachungaji wa namna hii. Nataka niseme hivi ya kwamba wanawake wanastahili kuhubiri. Kama unanisikia wewe ni mwanamke ama wewe ni binti ama wewe ni mtu yoyote, nataka nikutie nguvu ya kwamba uhubiri injili. Kama wewe ni mwanamke, uhubiri injili ya Bwana hadi kieleweke. Maana sio wewe unayehubiri, ni Roho wa Mungu anayefanya kazi ndani yako. So usimzuie Roho wa Mungu, usimfungie Mungu mlango asiingie kwako, na usikatae kufanya kazi ya Mungu, maana kazi hii ni ya Mungu mwenyewe. Siku ya kiyama ikifika, Mungu atakuuliza, nilikupa karama, je, ulifanyia nini? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo nataka nitoe changamoto kwa wanawake ya kwamba injili hii sio injili ya wanaume au ni injili ya wanawake, ni injili ya mtu ambaye amemkubali Yesu Kristo. Kwa hivyo tuhubiri mpaka kieleweke. Iwapo Yesu atakawia kurudi ama atachelea kurudi, basi wanaume kwa wanawake na mabinti tuhubiri injili mpaka kieleweke. Naitwa ndugu Charles Uma na huyu ndugu yangu Humphrey. Bwana awabariki sana. Amen.